Kwa majina naitwa Isaac Mungai ama kijana msafi, na mimi ndio chairman wa New Gema Young Leaders Movement, na nimekuwa sana hapa. Leo nataka nizungumzie. Nimeona watu wanaongea sana kwa mitandao. Wabunge wa William Ruto nimeona wanarukaruka, wanapost kila saa. Ati William Ruto ameenda huko Gatondo, ameenda kusalimia former president Uhuru Muigai Kenyatta. Na sababu yeye kwenda huko, naona sasa wabunge wake wote wameanza kupost kila mahali. Wanasema Kingpin wa Mlima Kenya ameongea. Kingpin wa Mlima Kenya ameongea. Mimi nataka niambie wa Kenya, msikubali kupotezwa na wakora wa William Ruto. William Ruto kwenda kusalimia Uhuru Kenyatta Gatondo haimaanishi Uhuru Kenyatta amendosi yeye, ama haimaanishi Uhuru Kenyatta anakubaliana na yale maovu serikali ya William Ruto inafanya. Mimi nataka niwaambie, imekuwa desturi hapa Kenya a sitting head of state kwenda kusalimia former president. Na tuliona hii kitu wakati wa Moi Kibaki, alikuwa anaenda Kabarak anasalimia mzee Moi. Tukaona wakati Uhuru Kenyatta aliingia kwa mamlaka, alikuwa anaenda kila siku kwa Kibaki, alikuwa anaenda kumsalimia kama former head of state, kama mzee ambaye amestaafu na alikuwa kiongozi wa taifa. Kwa hivyo William Ruto kwenda kusalimia Kenyatta kwake Gatondo, ameenda kama rais ambaye amekalia kama rais ambaye ako kwa kiti, ameenda kusalimia rais ambaye amestaafu. Na hapo hakuna makosa, ni sawa, ni haki yake, ni demokrasia. Imekuwa kama desturi a sitting president kwenda kusalimia former president. Lakini sasa hawa wakora wake wameanza kupiga siasa na hii kitu, wanataka kuchanganya watu wananchi wakiwaambia kwamba ati Uhuru Kenyatta finally amekubaliana na William Ruto. Nimeona hawa wakora wa William Ruto wanataka kuitengeneza ni kama finally Uhuru Kenyatta amekubaliana na serikali ya William Ruto. Nataka niwaambie vizuri ya kwamba hizo ni picha wanatembeza. Uhuru Kenyatta hakuna kitu hata moja ameongea. Uhuru Kenyatta hakuna kitu hata moja ameambia wa Kenya. Uhuru Kenyatta hajaingia kwa serikali ya William Ruto. Uhuru Kenyatta hajaunga mkono ile upuzi na ujinga na ukiritimba na maovu William Ruto amekuwa akifanya kwa serikali yake. Uhuru Kenyatta hajaunga mkono ile dhuluma tumeona kwa serikali ya William Ruto ya kuua Gen Z, ya kuua Wakenya kiholela, Wakenya kuokota kwa Kwale wakiwa wamekatakatwa na mapanga. Ile maovu yote serikali ya William Ruto imefanya, Uhuru Kenyatta hajaunga mkono. Na wacha niwaambie hao wakora wa William Ruto, wacha niwaambie saa hii, hata kama siku moja Uhuru Kenyatta ataamuka aseme ya kwamba ati William Ruto tosha tena, hiyo itakuwa yake na jamii yake peke yake. Jamii ya Mlima Kenya tumeamua kwa kauli moja, mpaka ile siku William Ruto atatimiza zile ahadi ambazo aliahidi wa Kenya, mpaka ile siku atakubali kuongoza Kenya bila hiyo kifua yake, mpaka ile siku atakubali kutimiza zile ahadi zote aliahidi wa Kenya wakati wa campaign, atengeneze mambo ya uchumi, atafutie vijana ajira, ile mambo yote alituahidi kama asipotimiza hiyo, hata Uhuru Kenyatta aseme yeye tosha, hiyo safari ya kwenda Sugoi haitasimama. Safari ya kuandamana haitasimama. Safari ya Ruto must go haitasimama. Safari ya kumake sure watu tumewapigia nduru wakikuja kwetu mashinani haitasimama. And let me tell you, wakora wa William Ruto, because you are so desperate, ati mnajaribu kudanganya Wakenya na Ruto tupicha. Ruto tupicha sasa ati juu wamepigwa picha hapo ati Kingpin ameongea. Hiyo ni upuzi, hiyo ni ujinga. Nataka niwaambie leo hii, wacha Uhuru Kenyatta, hata mzee Jomo Kenyatta mwenyewe leo hii afufuke, aseme William Ruto tosha, hatuwezi fuata yeye. Hata mzee Kibaki mwenyewe afufuke mahali alizikwa, aseme ati William Ruto tosha, hatuwezi fuata yeye. Sasa wacha Uhuru sasa. Wacha niwaambie, hata Uhuru Rigathi Gachagua mwenye tunafuata leo hii kama watu wa Mlima Kenya, hatufuati yeye ati kwa sababu hatufuati yeye kama yeye binafsi. Yeye ndiye amekuja kufuata sisi watu wa Mlima Kenya kwa sababu tumetoka kwa serikali ya William Ruto kwa sababu ya dhuluma na ukora na kuongoza na kifua na kufinyiriwa na kuteswa. So kwa hivyo hata Rigathi Gachagua mwenyewe leo hii aseme amesamehea William Ruto na aseme watarudiana wafanye kazi pamoja, ataenda peke yake. Hakuna Mkenyatta mmoja kutoka jamii ya Gema anaweza fuata Rigathi Gachagua akienda kwa William Ruto. The only reason ile kitu imefanya tushikane na Rigathi Gachagua kama kiongozi wetu wa Gema ni kwa sababu amekubaliana na sisi ya kwamba serikali ya William Ruto inadhulumu wa Kenya, serikali ya William Ruto inatufinyiria, serikali ya William Ruto ni ya wakora, ni ya wagaidi, wanatutapeli kila siku. That is why today Rigathi Gachagua tunampigia shangwe na tunampigia makofi na tunamfurahia kama kiongozi wetu. Otherwise hata yeye mwenyewe ajaribu kuonekana na William Ruto hapo asijua anaongea, story yake itakushia hapo. Story yake na watu wa Mlima Kenya itakushia hapo. Kwa hivyo mimi nataka niambie wakora William Ruto, nobody will stop
Safari ya kupeleka William Ruto Sugoi, it is unstoppable. It is unstoppable. The only person mwenye anaweza simamisha safari yake kwenda Sugoi ni William Ruto mwenyewe. Only kama atakubali ku make sure zile ahadi zote ambazo walikuwa wameahidi wa Kenya wakati wa campaign. Kereza. That is the only way William Ruto safari yake ya kwenda Sugoi inaweza simama. Lakini hata apigwe picha na nani? Hata aende hapa Rome. Aende akapigwe picha na sijui na Pope. Yeah? Hata akuje aletwe na Pope hapa. Ama hata apelekwe wapi abatizwe na Pope. Safari ya kwenda Sugoi, it is unstoppable. Hakuna kitu itasimamisha wa Kenya kukemea na kukashifu serikali ya William Ruto. Hata yeye mwenyewe akijaribu kutuita mapepo, hakuna kitu hata moja itasimamisha sisi kukemea na kukosoa serikali ya William Ruto kila kuchao. Na tunamwambia mapema, tengeneza IEBC. Tengeneza IEBC. Ni haki yetu kisheria kama Jamhuri ya Kenya. Katiba inasema ya kwamba in every 10 years tunakuwa na boundary review. Leo hii as we speak tunafaa kuwa na boundary review. Lakini kwa sababu umekataa kuappoint IEBC commissioners, wa Kenya umewanyima right yao ya kukuwa na new constituencies zile ambazo zilikuwa zinatarajiwa kuletwa. Hazijaletwa kwa sababu umekataa kuappoint IEBC. Na tunajua William Ruto unakataa kuappoint IEBC kwa sababu unaogopa aibu. Yeah? Ya zile by election ambazo zinafaa kufanywa kwa zile constituencies wajumbe waliaga na wengine umewapatia kazi kwa serikali yako. Unaogopa aibu ya kuruse those nominations, those by elections kama zitafanyika. That is why you are delaying kuappoint IEBC. Tunakuambia vile kanisa imesema ya kwamba imekupatia wiki 2 kuhakikisha kwamba umerudisha IEBC commissioners. Hizo wiki 2 zikiisha kama hujaappoint IEBC commissioners, ile maandamano itakuwa Jamhuri hii ya Kenya haijaionekana kutoka mbeberu atoke Kenya. Tutafanya maandamano mpaka na watoto wa siku 2, tutaenda mpaka Matane, tutoa watoto wamezaliwa, tutawapeleka kwa barabara huko, watanyonyea kwa rami, watakuwa na nyonyea kwa rami, tutaandamana na wao mpaka ukubali kuleta IEBC. Hatutaki mchezo mahali imefika. Nchi ni yetu, wananchi ndio wenye nguvu. Hatuwezi nyamaza tukiona matajiri wakishikana kuhangaisha wa maskini. Hatuwezi nyamaza kuona matajiri kila siku wanaungana na usiku kuhakikisha kwamba maskini wameisha, hawana sauti, wamenyanyaswa. Hatuwezi, nchi ni yetu na tutahakikisha kwamba tutakukosoa, utuite pepo, utuite shetani, utuite matapeli, urukaruke, ulie, uende Gatondo, uende Bondo, utoke hapo uende Udhaya, hata urukaruke uende wapi. Tutakukosoa kila siku, kila kuchao mpaka urudi line, uendeshe taifa vile ambavyo inafaa kuendeshwa. Na mimi nimeshangaa sana juzi nikiona huyu kijana mdogo hapa mwenye ameingia kwa serikali juzi, hakuwa na chochote, anaitwa Murkomen. Nilisikia akisema ya kwamba ati wale ambao wanakosoa serikali ya William Ruto wanafanya hivyo kwa njia ya ukabila. Mimi nikashtuka sana. Anasema wenye wanakosoa William Ruto wako na ukabila. Mimi nauliza wewe Murkomen, sisi ndio tulipigia William Ruto kura. Kwani tukimpigia kura juzi alikuwa Mkikuyu? Tukimpigia kura juzi hapa kwani yeye alikuwa Mkirinyaga? Kwani yeye alikuwa Mwembu? Kwani alikuwa Mmeru? Kwani alikuwa Mkamba? Tukimpatia kura zetu hapa, tulimpatia kura tukijua yeye ni Mkalenjin. Lakini tukampatia kura kwa sababu sisi hatukuwa wa kabila vile ambavyo Murkomen unasema. Na mimi nataka nikwambie Murkomen, kwa sababu unasema wale ambao wanakosoa William Ruto wako na ukabila. Wewe juzi umefukuzwa, mlikuwa na sherehe ya Wakalenjin huko Eldoret. Si ulifukuzwa usiku? Hao walikufukuza usiku kwa event kwa sherehe yenu ya Wakalenjin ni Wakikuyu. Hao wenye wamekufukuza kwa sherehe ni Wakamba. Hao wenye wamekufukuza kwa sherehe ni Wajaruo ama ni Wakisii. Si ni Wanande wenu, si una Wakalenjin wenu wamekufukuza usiku. Kwa sababu Wakenya wote kwa jumla wamechoka na serikali ya uongo, wamechoka na serikali ya upuzi, serikali ya kudanganya Wakenya kila siku. Wakenya wote kwa jumla wamechoka na serikali ya kuwanyanyasa, serikali ya kuwaua kiholela. Wakenya wamechoka. That is why hata ukienda wapi, jana tumeona Profesa Kindiki akiwa sherehe huko kwenu pia amepigiwa nduru. Amepigiwa nduru, ameweza kuongea, watu wameweza kutoka. Na kama watu wameweza kutoka, kwani hiyo sherehe ilikuwa na Wakikuyu? Kwa hiyo sherehe kulikuwa na Wakamba? Hiyo sherehe ilikuwa imejaa Wameru ama Wakirinyaga ama Waembu? Ni jamii yenu wenyewe iliwatoroka, haitaki kusikiza upuzi. Kwa sababu Wakenya kwa jumla wamechoka na kudanganywa, wamechoka na uongo. Wakenya wamechoka. Kona zote katika taifa letu Wakenya wamechoka kwa jumla. And that is why msipowasikiza wenyewe, they are expressing themselves by various ways. Ukiona kwa sherehe wanatoka, wanakuacha peke yako. Ukianza kuzungumza wanajipea shughuli, wanakuacha peke yako ama wanakupigia nduru. Those are some of the ways Kenyans are using to express themselves, because mnasema kila siku wakiongea ni ukabila. Kiongozi wenu tukiongea anasema tuko na pepo chafu.
Mimi nataka niambie Murkomen. Niliona akisema ya kwamba ile kazi William Ruto amefanya miaka 2 haikufanywa na wale marais wengine walikuwa katika Jamhuri ya Kenya. Mimi nataka nikuulize Murkomen. Kibaki alichaguliwa 2 December tarehe 27 na by January, after 5 days January, watoto wakienda shule, alikuwa tayari ametangaza a free primary education. That was a program Mzee Mwai Kibaki declared within 5 days only in office after kutoka amekula kiapo. Tuende kwa mtu anaitwa Uhuru Kenyatta. The first 2 years vile aliingia kwa serikali 2013-2014, alitengeneza kitu inaitwa SGR. Ili ambao juzi mumesafiria mkienda Mombasa kucheza mpira huko. Miaka 2 imeisha, tuonyeshe mradi moja William Ruto amefanya. Tuonyeshe mradi moja William Ruto amefanya. Mimi nimekuambia within 5 days after elections, Kibaki declared a free primary education. Na hata watoto wako wamesoma primary free kwa sababu ya Kibaki. Uhuru venye alikuja the first 1 year 2 years, kitu ya kwanza alifanya the secondary education was declared free by Uhuru Kenyatta. Akatengeneza SGR the first 2-3 years. William Ruto mwaka wake wa kwanza ameharibu economy ya nchi hii. Ameharibu kila kitu. Ameharibu university funding model ameharibu. Amekuja ameharibu NHIF, ameleta shisha, vitu hata hazieleweki. Ameharibu kila kitu katika nchi ya Kenya within the first 2 years. Ile kazi yote ilifanywa kutoka Mzee Mwai Kibaki ameiharibu na miezi 2 na miaka 2. Mimi nataka niambie Murkomen, sababu nataka tuegemee hiyo upande wa ukabila ni sawa. Wacha tuingie sasa hiyo mambo ya ukabila, nataka tuingilie. Ulisema ya kwamba tuko na ukabila kwa sababu ya criticize William Ruto by comparing him with Mzee Moi. Kwa sababu Mzee Moi ni wa jamii moja na William Ruto. But as we criticize William Ruto, at sisi wa Kenya we are not comparing him with Mzee Kibaki and Uhuru Kenyatta na Mzee Jomo Kenyatta. Ndivyo ulisema. Mimi nataka sasa tuingie sasa kwa hiyo ukabila nasema. Rais wa kwanza Mzee Jomo Kenyatta ndiye alitengeneza misingi ya nchi hii. Akaweka mikakati katika nchi ya Kenya. Akatengeneza mambo ya kilimo. By the time alikuwa nakufa 1978, Kenya ilikuwa na misingi, ilikuwa inaenda sawa sawa. Vile Moi aliingia, alikuja akaharibu kila kitu, na hata wazungu wenye hawakai Kenya wanajua hivyo. When Moi came into power, aliharibu ile misingi yote Mzee Jomo Kenyatta alikuwa ameweka. Mpaka uchumi akaharibu kila kitu. Ile ukulima bora Mzee Jomo Kenyatta alikuwa ameweka Mlima Kenya, Moi akaharibu kila kitu. For 24 years, Moi did nothing. Akaenda nyumbani. By the time Kibaki was coming in as third president, alipata nchi imesambaratika, hakuna kitu. Akatumia miaka 10 akajenga taifa vizuri sawa sawa. Economy ikarudi. Tukapata highways, tukapata free primary education na Mzee Kibaki. Kwa nini Moi hakuleta free primary education? Kwa nini Moi hakutengeneza hizi super highways? Kwa nini Moi hakutengeneza mambo ya kilimo? Hizi bodaboda hizi simu tunatumia zimekuja wakati wa Kibaki. Kwa nini Moi hakuleta? Moi did nothing for 24 years. Kibaki akakuja akatengeneza hizi for inchi ikarekebika for 10 years. After Kibaki retired, Uhuru Kenyatta came in 2013. Amekuja akatengeneza SGR. Amekuja akafanya masomo ya high school ikakuwa free. Amekuja akatengeneza super highways. Kenya inakaa China. As we speak, Kenya venye iko leo hii ni sura ya kazi ya imepatiwa sura na kazi ya Mzee Jomo Kenyatta, kazi ya Moi Kibaki na kazi ya Uhuru Kenyatta. Wewe na Moi mmetufanyia nini for 25 years? Moi alikuwa president for 24. Ruto amekuwa miaka 3 sasa, hiyo ni 27 years. For 27 years jamii yenu imeongoza. What have we seen as Kenyans wakati tumeongozwa na hiyo jamii yenu? Sababu nimesema tuingie mambo ya ukabila. Wacha tuingie. Mmekuwa na nchi 27 years. Tuonyeshe kitu hata moja yenye ni legacy ya Moi ama ni ya William Ruto. Nothing isipokuwa kuharibu nchi, kupora na kuiba na kufanyia ile mambo yote ya dhuluma na kuua Wakenya kiolela vile ambavyo wanauliwa kule Nairobi. So wacha Murkomen nikwambie, ukitaka tuingie mambo ya ukabila tutaingia. Sababu nchi ni yetu, hakuna mahali mtatupeleka. So hiyo upuzi ya kila mtu akiongea mnasema ni ukabila. Tulichagua William Ruto kwa kujitakia. Hatukusurutishwa. Ile kesi watu wengi walikuwa wamemkataa. Sisi jamii ya Mlima Kenya tukampatia kura zetu kwa kujitakia sisi wenyewe. Kwani alikuwa Mumeru, alikuwa Mkikuyu kumpatia kura, alikuwa Mkamba. Saidi amebadilika, amekuwa Mkalenjin. Tukimchagua alikuwa Kamau ama alikuwa Mwangi. Sisi hatuna ukabila. Ni nchi yetu tunatetea na tutaitetea mpende msipende. Tutatetea usiku, mchana, kesho, mtondo tutaitetea. Mrukaruke, mtoe nguo, mtuite wazimu, mtuite majina. Tutatetea nchi yetu kwa sababu mababu zetu ndio walipigana hii nchi. Walipigana vita, wengine wakachinjwa kwa msitu mpaka wakafukuza mbeberu tukakuwa na taifa. Na kama wazazi wetu walipigania nchi, hatutaiachilia muiangushe. Tutaitetea mpaka dakika ya mwisho.
Tutaitetea mpaka dakika ya mwisho. Na nikimalizia, kuna pastor juzi amenifurahisha zaidi. Alisema ya kwamba ni upuzi na ujinga na ukiritimba kuchukua pesa ya wananchi milioni 10 unapeleka kwa kanisa, na wale unapelekea kwa kanisa wamelala njaa. Huyo pastor amefurahisha Wakenya zaidi, kwa sababu sisi tumekubaliana na kauli moja. Wale wahubiri ambao wanasimama na ukweli, msikubali kuletoa mamilioni ya pesa na magunia kwa makanisa, na hiyo ni pesa ya wananchi. Hiyo ni pesa ya Wakenya inatumika vibaya. Hauwezi peleka milioni 10 kwa kanisa na watoto hawaendi shule kwa sababu hujalipa ma lecturers. Hauwezi peleka milioni 20 na magunia kwa kanisa na madaktari wako nyumbani wanagoma, hujapatia counties pesa. Hauwezi peleka pesa na magunia kwa kanisa, unasema hati ni sadaka, and yet wewe mwenyewe ndio unatuambia nchi haina pesa, tuendelee kujikaza kamba. Ule pastor ambaye alisema hiyo ni ujinga, mimi kama kiongozi wa Nugema, mimi nikiwa kama chairman, napongeza huyo pastor zaidi. Na ningeambia wale wahubiri wengine wajitokeze. Hii vita tutapigana zetu pamoja tukishikana mikono. Wahubiri wakuje kwa pamoja, wakubali kusimama na ukweli. Hata kama pesa ni tamu namna gani, msikule pesa ya serikali ambayo ni ofisadi ile inaletwa na magunia kwa kanisa. Mkubali kusimama na ukweli. For the first time, mapasta mtusaidie kuokoa nchi. Hii project ya William Ruto ni yenu bana. Pastors, evangelicals, hii project inaitwa William Ruto ni yenu. Nyinyi ndio mlimzaa kule Ikuru, mkaongea na ndimi huko, mkasoma Biblia, mkasema hii ni serikali ya Mungu. Na kwa sababu nyinyi ndio mlizaa hii project, ni vizuri makanisa mtusaidie kutapika huyu mtu. Vile ambavyo mlimzaa huko State House, mkubali tu mkuje kwa pamoja mumtapike, kwa sababu ameibisha mpaka Mungu na kanisa yenyewe. Mkubali tu mshikane, mtapike huyu mtu, tutengeneze taifa, tutafute mtu ambaye ako na uwezo na umaarufu na ako na nia njema ya kuongoza taifa. Tumpatie mamlaka awe rais wa Jamhuri ya Kenya 2027 bila kurudi nyuma. Ni hayo tu, na nikimalizia, wale ambao wanarukaruka na hizo picha za William Ruto ati wameongea na Uhuru Kenyatta, mtashangaa. Sisi wa Kenya ndio tunapinga. Sio Uhuru Kenyatta, hakuna mahali anapinga serikali ya William Ruto, because inenekeza hata hakuichagua, hata hakutaka. Alisema watu ni wakora, hawezi ongoza taifa. Hakumunga mkono. Sisi wenyewe ndio tulimsupport na sisi wenyewe ndio tumemkataa. So upigwa picha na Uhuru Kenyatta, hata ukitaka kulala huko utengenezewa mahali ulale huko, muongee mpaka usiku mzima. Hata ukae huko retreat ufanye workshop huko kwa Kenyatta Gatondo, ufanye workshop mwezi mzima, you will not change anything. Wakenya sisi ndio tuko, sisi ni wale, sisi ndio tumekukataa, sisi ndio tunakupinga, sisi ndio tunakukosoa, na hiyo safari tumeanzisha ya kuunganisha Wakenya. Tukosoa serikali ile ambayo inatudhulumu. Hiyo safari haiwezi simamishwa na mtu mmoja binafsi. Ni vizuri usikie hivyo. Si Kalonzo, si Kenyatta, si Rigathi Gachagua, si Matiang'i, si nani, hata wale walio tutangulia. Hakuna mtu atasimamisha safari ya kukosoa serikali ambayo inadhulumu Wakenya. Sisi tumekubaliana, sisi tumeamua kama Wakenya. Kama mbaya, tuko tayari. Mkitaka kutua, tuko Wakenya milioni 50. Mkiua wengi, hamwezi tumaliza. Kuna wenye watabaki na watabaki wakiongea ukweli. Kwani mtatupeleka wapi? Hata kama mtatufunga jela, kwani mtatufunga jela ya Uganda ama Tanzania? Si ni hapa Kenya tu imetengenezwa na ushuru yetu. Kama ni risasi mtatupiga, sio risasi imenunua na ushuru yetu. So tuko sawa, we don't care. Hatuogopi, lakini ukweli tutaongea. Mpende msipende, ukweli tutaongea.